إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Katika aya ambazo kwamba zinakuja katika Qur'ani na kitabu hiki cha Qur'ani, kuna aya ambazo kwamba huja na zikaja na majina yake. Kwa mfano, Muislamu yeyote sahihi hapa akitajiwa katika aya ya Kursi ambayo ni aya nambari 255 katika sura Al-Baqara, anayejua hiyo aya ni aya ya Kursi ile ambayo kwamba maarufu tunasoma katika adhkari za asubuhi na jioni, na vile inatumika katika ruqya, na ndio aya kubwa zaidi katika Qur'ani. Lakini bado pia kuna aya ambazo kwamba zinajulikana kama aya ambazo ni za mirathi. Kwa hiyo kuna aya ambazo kwamba huja na zikaja na majina maalum. Kuna aya inajulikana kama aya tudai, aya ndefu zaidi katika Qur'ani. Sasa katika silsila hii ya aya fulani ambazo zitakuja na mambo yake tofauti, kuna aya ikaja wanachuoni wakaiita kwamba ni aya tulitihani. Ni aya ambayo kwamba ni ya mtihani, moja kwa moja ni mtihani. Kila Muislamu anapatiwa mtihani. Aya ya mtihani inasemaje? Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Aya ya mtihani, wanachuoni wanasema ni aya ya mtihani. Kama kweli mnampenda Allah tabaraka wa taala, mfuateni katika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah atawapendeni. Ahbari fillah, kuna umuhimu wa Uislamu kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kuna ulazima kama ya shaykubali shahadatu la ilaha illa Allah, ambapo kama ni munafi ni shirki. Shahada ya kusema la ilaha illa Allah ni kuondoa katika mambo ambayo kama ni ushirikina, akabaki katika tauhidi wa anna Muhammadar Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Munafi ni bid'a, ni mtu kuondoa katika bid'a na kufanya matendo kwa njia ambayo kama alikuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio hapa katika hii shahada la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah zinaingia masharti mawili ambayo kama ni ya kukubaliwa amali. Ya mwanzo iwe ni ikhlas, ndio kutimiza katika ile la ilaha illa Allah, na ya pili iwe ni mutaba, kufuata katika alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ndio kutimiza katika wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lau Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angekuwa katika zama zetu hizi, kuna mtu ambaye kwamba ananiambia kwamba hii World Cup iliyopita angekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa kaangalia, angekuwa tayari alichagua timu pale mwisho akachagua timu yake? La asha. Makana Nabii sallallahu alaihi wasallam fahisha wala mutafahisha. Hakuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni mtu ambaye kwamba ni wa upuzi wala wa kuhimiza watu katika upuzi.